na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu. Karibu katika darasa la mtabibu mwenye kipawa cha aina yake, kijana mdogo mwenye kubeba nyota ya utajiri na siri inayoweza kutimiza ndoto zako, Maalim Shafii The Don. Siku ya leo Maalim Shafii The Don anakupa siri ya ulinzi itakayookoa maisha yako, kinga waliokosa wafalme na marais wa nchi na wakaanguka na kupotea juu ya uso wa dunia. Katika darasa la leo Maalim anakuangazia kuhusu kinga ya kuzuia kulishwa sumu. Maalim Shafii The Don ni mwandishi wa vitabu vinavyouza ndani na hadi nje ya nchi. Vitabu vilivyobadilisha maisha ya watu toka pande tofauti za dunia. Kitabu kama Mbinu za Mafanikio na kitabu cha Tiba Asili, vitabu vinavyobeba elimu ya siri iliyowahi kumilikiwa na Mfalme Suleiman. Kujipatia nakala hizi usisite kumpigia simu katika namba yake kwa kuanza na alama kujumlisha kisha 255 Tuingie darasani. Pale wawindaji wa zama za kale walipoweka sumu ya nyoka kwenye mishale yao, ndipo matumizi ya sumu yalipoanza kutumika baina ya binadamu. Baada ya karne nyingi kupita na gunduzi za madawa mengi kuongezeka, ndipo matumizi ya sumu yalipoongezeka. Baadhi ya sumu zikitoka katika mimea na sumu zingine zikitolewa kwenye dawa za kemikali. Hukumu ya sumu ikawa maarufu kutoka pande tofauti za dunia. Hata mwanafalsafa mashuhuri kama Socrates akafa kwa kuhukumiwa kunywa sumu ya hemlock. Sumu imekuwa njia rahisi ya kuulia watawala, mafarao na wafalme toka hapo zamani. Miaka 1550 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, watabibu wa Kimisri walihifadhi formula tofauti za kutengeneza sumu katika Ebers Papyrus, dokumenti ya mwanzoni kabisa iliyotumika katika masuala ya madawa. Inaaminika kwa farao wa kwanza wa Misri aliyeitwa Menes alifariki akijaribu sumu ya hatari. Hata mrembo Cleopatra anakumbuka kujitoa uhai wake mwenyewe kwa kutumia sumu. Majaribio ya sumu yalifanywa na baba wa madawa ya tiba asili wa huko China, aitwaye Shen Nong. Alijaribu madawa zaidi ya 365 na kujikuta akifariki kwa overdose. Kama alivyosema daktari bingwa wa karne ya 19, Alfred Soin-Taylor, a medicine in a large dose is a poison. Kuwa dawa katika kiwango kikubwa ni sumu. Hata mtawala wa kwanza wa China, Qin Shi Huang, naye alifariki kwa sumu. India kale iliyostaarabika, Ugiriki na Persia walitumia sumu kuulia wapinzani wao wa kisiasa. Viongozi wengine waliwapa wapinzani wao zawadi za nguo zenye sumu, na wakati mwingine hata barua ziliwekewa sumu, yaani ukifungua tu umeenda na maji. Huko kwa Warumi matumizi ya sumu yalikuwa makubwa zaidi, hadi Lex Cornelia, yaani mfumo wa sheria ya awali ya Warumi, ukaingilia kati kupinga vikali matumizi ya sumu kwa kutoa adhabu kali, lakini matumizi ya sumu yakaongezeka zaidi ya mwanzoni. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kupoteza wafalme wa Kirumi ambao walipoteza maisha yao kwa kuwekewa sumu. Mfalme Claudius akafariki kwa kuwekewa sumu na mke wake aliitwa Agrippina, akimuua mumewe ili mwanae Nero achukue nafasi ya urithi aliyokuwa nayo kaka yake wa kambo. Kwa zaidi ya miaka 1000 iliyopita, binadamu wameanza kutumia sumu vitani. Wamarekani wa kusini walichanganya mimea yenye sumu na sumu iliyopo kwenye chura kutengeneza sumu ya hatari. Kwa hapo kale sumu kama hemlock ilitumika kuadhibia wahalifu kwa kusababisha mtu kupoza mwili hadi kufa. Mandrake ilitumika zaidi na wachawi pamoja na washirikina, ikiaminika kufanya watu kuwa vichaa na ikizidishwa kuwa kabisa. Nightshade iliuzwa na wachawi pamoja na waganga wa enzi hizo. Hii ilitumika sana na wanawake kama makeup, ikiitwa belladonna au mwanamke mrembo, na kusababisha mauaji kwa wanaume wengi sana walikuwa wakiingia kwenye 18 za wanawake makatili. Aconite ulikuwa mmea wa sumu unaoaminika pia kutumiwa na wachawi wa huko magharibi kama moja ya mchanganyiko unaowasaidia wachawi kupaa. Pia kulikuwa na sumu maarufu iliyoitwa strychnine, inatokana na mmea mchungu wenye asili ya India. Ilianza kutumika nchi za magharibi katika karne ya 18 kama sumu ya kuulia panya, lakini baadaye ikagundulika kuwa na uwezo wa kuzuia mfumo wa upumuaji wa binadamu, na huo ndio ukawa mwanzo wa kutumika kama kifaa cha mauaji. Pamoja na visa vyote vya mauaji ya wafalme waliouawa kwa sumu, hakukuwahi kutokea mfalme mwoga wa sumu kama mfalme Mithridates wa 6 aliyetawala Pontus, ambayo sasa inafahamika kama Uturuki. Ni zaidi ya miaka 2000 iliyopita, baada ya mauaji ya baba yake aliyeuliwa kwa sumu na mama yake mzazi, Mithridates akakosa kumwamini mtu yoyote, akihaa kutafuta kinga itakayomkinga kutodhurika na sumu ya aina yoyote duniani. Hadi hivi leo historia inamkumbuka kama mfalme sumu, the Poison King. Kwa mfalme Mithridates wa 6, darasa hili la leo ndio jibu alilokuwa akilitafuta kwa muda mrefu wa maisha yake.
Inasemekana mfalme huyu mwishoni alipata dawa iliyobaki kwa sirini na akafanikiwa kupata dawa iliyomkinga na sumu zote, kwani ufalme wake ulipovamiwa na jeshi la Warumi, Mithridates alijaribu kujiua na sumu hatari zaidi ili asikamatwe na maadui, lakini ikashindikana hadi ikabidi amwamuru mwanajeshi wake amue kwa upanga. Mataifa ya Ulaya katika zama za kati yanakumbukwa kujihusisha sana na masuala ya nguvu za giza. Tangu kuanguka kwa utawala wa Warumi, maarifa ya asili yakawa peupe. Watu walitumia sumu na wengine walitafuta dawa za kinga za sumu. Wapo waliokimbilia kwenye imani za kidini na wengine wakatumia nguvu za asili na za uchawi kujilinda, huku katika mataifa ya Uarabuni sayansi na mahesabu yakachipua mizizi migumu. Malkemia wa Kiislamu Jabir ibn Hayani alitengeneza sumu ya poda nyeupe iliyokuja kuwa ya hatari zaidi ulimwenguni, ikiwa haina harufu, ladha wala ishara kuwa imeingia ndani ya mwili wa mtu. Ilikuwa ni kazi kujua kuwa mtu ameuawa kwa sumu kama akiwekewa sumu hiyo, kwani kifo chake hufanana na kifo cha asili, kwa kuwa sumu hiyo ilikwenda kushambulia seli za mwili wa binadamu na kuua mtu taratibu. Sumu hiyo iliwekwa kwenye kikombe, mavazi, vinywaji, hata vyakula, na kwa kuwa ilichelewa kumuua mtu ikaweza kujificha kwa sababu watu walidhani muhanga alikuwa akiumwa. Hadi ilipofika karne ya 19 hakukuwa na matibabu ya sumu hiyo wala njia ya kujikinga. Sumu kama hizi ndizo zilizolazimisha watu wengi mashuhuri kugeukia njia za kichawi na miujiza, kwani zilikuwa ndio njia pekee zenye majibu ya vitu visivyoelezeka kirahisi. Wataalamu wa tiba asili kama Maalim Shafii the Don wakawa watu pekee walioweza kupambana na sumu hatari kama hizo, kipindi ambacho sayansi ya dunia bado haina jibu la kitiba. Kwa wanasayansi wa Ulaya walifanya tafiti nyingi wakichunguza kisa cha mfalme Mithridates alisemekana kupata kinga ya sumu zote, na jibu likawasogeza katika njia za ulimwengu usioonekana. Katika karne ya 15 kuliwahi kugundulika jiwe la bizwa lililopatikana tumboni mwa wanyama lililoaminika kuweza kuvuta sumu iliyokuwa mwilini mwa mtu, na ikaaminika hapo baadaye baadhi ya wafalme kuwa na talasimu yenye kinga inayowalinda kutodhurika na sumu. Huko China walitumia vijiti vya silva kupima kama kuna sumu kwenye vyakula au vinywaji. Na wakati wengine wakitafuta tiba na kinga za sumu, Malkia Mweusi wa Ufaransa Catherine de Medici alifanya majaribio ya sumu mbalimbali kwa wafungwa na wanyama ili kuzitumia kama silaha zake. Scythians, kabila la Wahindi, walitumia sumu kwenye mishale vitani kama katika vita dhidi ya Alexander the Great. Wachina wa kale, Wagiriki, wa Mongoli, wa Persia walitumia gesi za sumu kuwapulizia maadui. Maendeleo ya viwanda hapo baadaye yakarahisisha utengenezwaji wa silaha zenye sumu. Mwaka 1915 mwezi wa 4 tarehe 22, majeshi ya Ujerumani yakaachilia bomu lenye tani 168 za gesi ya chlorine na Wabelgiji wengi wakafariki dunia. Maalim Shafii the Don anakupa siri iliyogundulika na watu wachache kama mfalme Mithridates, kinga kujilinda na sumu ya aina yoyote, ile ya njia ya mazingara na njia ya kemikali. Maalim Shafii the Don anasema, chukua mti ambao hapa jina lake tunauhifadhi, kata vijiti vyake na uvitandike mahala anapotagia kuku, lakini kuku huyo awe mweusi. Utaviacha vijiti hivyo mpaka kuku atakapokuwa ametotoa vifaranga, kisha totoa vijiti hivyo pamoja na maganda ya mayai yaliyoanguliwa, utaunguza kwa pamoja na utachanganya kitu chochote kilichovunjika kutoka mikononi mwa mtu, mfano kama chungu, grasi, yai na kadhalika. Baada ya hapo utachukua kamba, uzi, ukafunga kwenye mti wa mgomba ili utakapokuwa kamba hiyo ikatike, au funga kwenye mzigo wa mnyama yoyote ili utakapooza au kuvimba uzi ukatike. Hakikisha kamba hiyo utakayotumia iwe yenye uwezo katika kwa uwepesi, hasa kwa uzuri. Maalim Shafii the Don anakushauri kamba utakayotumia iwe kamba ya mgomba wa ndizi. Baada ya kukamilisha dawa yako, chanja chale mbili katika koromeo na shingoni kwa nyuma na katika maungio ya kiganja cha mkono wa kulia. Baada ya hapo hutakuwa na mchawi au mtu wa kukulisha sumu yoyote, maana chochote atakachokupa kitazuiliwa. Kwa mfano, kama ni glasi basi itapasuka, kama ni kikombe na hata kama ni ugali utakatika wenyewe katikati. Utakuwa usidhulika na sumu ya aina yoyote. Na huu ndio mwisho wa darasa la leo la Maalim Shafii the Don. Wakati wote ulikuwa na mimi Radi Ibrahim Nuhu. Asante kwa kunisikiliza.